Kama wa Kenya, tunafaa tukue makini vile tuna handle ma MPs, the current ones. Kama wa Kenya, tunafaa tukue makini vile tuna handle ma MPs, the current ones. Tusihand in au ma MP wakuwe ni guns za president. Tunafaa tukue makini tusihand in au ma MPs wakuwe ni handman wa president before 2027. Au ma MPs wako na pesa na hawana assurance watakuwa elected tena 2027. Kwa hivyo president anaweza chukulia advantage ya hiyo rejection, hiyo mob rejection by the Kenyans kwa misuse. Hao ni watu wenye wanaweza tumika kama presidential agents countrywide. Hao ni watu wenye wanaweza tumika for mobilizing. Hao ma MPs ni watu wenye wanaweza tumika kuorganize goons siku ya election day. Hao ma MPs wako capable ya kutampa na vote counting wakiwa na blessings za president. Wanaweza tumika bado in voter bribing kwa sababu hata wanataka kurudi. Ase wanaweza tumika vibaya kuinterfere na elections zisikuwe free ama fair 2027. Kwa hivyo time yenye tuna judge ma MPs na their voting patterns ya 2023 finance bill ama 2024 finance bill, itakuwa disadvantage kwao na pia disadvantage kwa wananchi, kwa sababu au ma MPs walikuwa under threat kutoka kwa president na deputy office. Kama 2023 finance bill, deputy president then Gachagua aliwaambia msipovotia hii finance bill hamutakuwa na road development area ya kwenu. Huyo alikuwa deputy president Rigathi in 2023. Hiyo time hawa ma MPs hawakuwa wamekaa kwa ofisi for long, kwa hivyo hawakuwa na NGCDF, so hawangethreateniwa na prison time. Kitu tu wangethreateniwa nayo kukosa maendeleo ya barabara. Sijui kama walitengenezewa barabara after kuvote hiyo finance bill 2023. In 2024 hiyo finance bill ma MPs already walikuwa wamepatiwa NGCDF ya mwaka mmoja. In the finance bill 2024 hawa ma MPs hawangethreateniwa na kukosa barabara kwao. Sasa ilikuwa ni prison time kwa sababu wengi wali misuse the NGCDF money yenye walipewa 2023 na kufrozia wananchi vile wanaishi maisha mzuri. Kwa hivyo jail time ilikuwa inevitable. Lakini bado na believe tunafaa tu judge au ma MPs individually kwa zile kazi zenye wamefanyia watu wao kwa region yenye walikuwa elected. Hii ita reduce mob mentality na ipe chance kila MP akuwe na fair shot ya kueleza watu wake whatever he has done for them and their region. Tuchukue for example the late MP Ngeno alirepresent watu wake na akaidefend region yake against powerful people kwa serikali. Na kuna ma-MP wengine wenye wako na a good record in terms of development kwa area yao. Though tukiangalia the two occasions ya 2023 finance bill na 2024 finance bill, for whatever reason maybe wali support. Wacha tu judge MPs individually. Hii itapatia Kenyans na the MPs chance ya kutowaka na Ruto, kusubvert democracy. Na pia wale ma-MP wabaya wenye hawajafanya anything watakosa chance ya kucollaborate na the hardworking MPs kusubvert democracy.